ya kuingia kitu kinachoitwa mafarakano. Kwa mafarakano yalisababisha kanisa lipasuke, liingie kwenye mgawanyiko, ligawanyike vipande vipande. Kanisa halikuwa salama tena, kanisa halikuwa kanisa tena, maana tayari ndani ya kanisa kulikuwa na mgawanyiko, kulikuwa na mpasuko. Kila mtu ndani ya kanisa alikuwa na maamuzi yake, na ndipo uovu wa kila aina ulipoingia. Hili kanisa halikuwa kanisa la mfano tena, wala halikuwa kanisa lenye sifa ya kumwabudu Mungu. Lilionekana kama kanisa lililokuwa linaendeleza uovu. Wao waliokuwa ndani ya kanisa hawakusemwa. Wao waliokuwa ndani ya kanisa walionekana ni wazuri, maana tayari kanisa limejichanganya. Kwa ninapoongelea habari hii, ni lazima kanisa tutambue hakuna kitu kibaya kama mafarakano. Maana tukiruhusu mafarakano, leo hapa hatuwezi kupiga vigelegele, wala hatuwezi kushangilia. Kila atakayesimama ataonekana ni mbaya. Watakayemsifu mtu huyu ni wale walio upande wake, lakini wengine atasema, wengine watakuwa kama hawajamsikia. Hata kama angesema maneno ya kubariki, kwa wengine ataonekana ni chukizo kwake, lakini ni kwa sababu wameruhusu kitu kinachoitwa mafarakano. Na baada ya mafarakano haya yalipoingia, nimesema kanisa likagawanyika, kanisa likapasuka, likawa vipande vipande. Maana ndani ya kanisa yalitokea makundi manne yaliyokuwa kila mtu na mtu wa kila kundi na kiongozi wake. Wakati kiongozi alitakiwa ndani ya kanisa ajulikane ni mmoja, lakini kwa sababu ya kuruhusu mafarakano, waliporuhusu mafarakano, tayari kanisa likaingia kwenye shida. Hakuna kitu kizuri kama mafarakano, maana tukiruhusu kitu kinachoitwa mafarakano, kamwe hatuwezi kukaa pamoja. Na tunaweza tukazungumza kidogo. Tunajua nchi yetu ni kama mwezi mmoja uliopita kulitokea na kutokufahamu. Nchi iliingia kwenye wakati mgumu kwa sababu ya kitu kinachoitwa mafarakano. Hapakuwa na uwazi ya watu, hakuna maelewano. Kila mtu akawa na maamuzi yake, kila mtu akiwa ni mipango yake ndani ya nchi moja, wakati nchi moja inatakiwa iwe na kiongozi mmoja akiwa na wasaidizi wake. Lakini baada ya machafuko kuingia, kila mtu anataka awe mkubwa, na kila mtu anataka awe na watu wake watakaounga mkono, watakaomsikiliza. Kwa hiyo kanisa la Bwana, niombe leo hii tusije tukairuhusu, itatutafuna, itatumaliza. Hakuna atakaye kuwa salama, hakuna atakaye kuwa mzima. Wewe na kundi lako hamtakuwa salama, mimi na kundi langu hatutakuwa salama. Maana kila tutakapokaa, lazima ninyi tuwajadili, lazima tuwaseme, lazima kundi la fulani tuliseme, lazima kundi la fulani tuliseme. Maana hapo upande wetu, ndio bado ningesema kanisa usije